Yaani kila kitu kinachotokea wewe ndio unakuwa mstari wa mbele kuwasaidia watu, si ndio? Ina maana yaani wewe unaniacha mimi mke wako, unadiriki kusaidia watu wa nje. Mimi mke wako matatizo yangu yote ninayokuambia, subiri. Leo hii umekuja na zogo. Kwa hiyo wewe zogo kama nani yake? Mimi ngapi nakwambia huko ndani? Si kila siku unaimba tu, haya mke wangu usijali. Leo hii wataka ukatoe msaada kwa zogo. Zogo ndio nalala naye kitandani au ni mimi mkeo? Eti mwanangu. Zogo ndio nalala naye ndani au ni mimi mkeo? Lakini yule mimi mtoto wa shangazi yangu. Na mimi nani yako? Mimi si mke wako, tena wa ndoa. Tunalala kitanda kimoja, tunajifunika shuka moja. Sawa. Nimekuelewa. Unaweza kuendelea na safari yako. No. Karibu. Halima. Karibu sana. Lakini nahisi kabisa hauko sawa. Umebadilika kabisa tofauti na vile mimi nilivyokuzoea. Nishazoea unakuja nyumbani kwa wakati. Sasa hivi tofauti kabisa. Shida ni nini? Lakini Faza, hilo jambo tulishaongea ndani na nimekueleza kwamba mimi msinishirikishe kwa lolote kwa sababu yeye mwenyewe mzee wangu yeye kaamua kukimbia ulisi. Umeona? Alafu labda mimi kwa ushauri wangu nilikuwa naomba kwa nini usiende kumshirikisha Zogo? Kwa sababu hata shangazi ya Shura anahusika. Kumbuka kwamba shangazi ya Shura na yeye ni mtu na ndugu yake, na shangazi ya Shura keshaenda. Kwa hiyo tajika wewe sasa hivi ndio mkae labda na Zogo mpange, lakini mimi msinishirikishe. Mimi mkiuza sawa, msipouza sawa. Nilikuwa nimetungwa na kazi nyingi ndio maana ulikuwa nikuje. Kwa hiyo nimepata nafasi nimekuja kukuona. Oh. Mbona umebadilika hivyo? Na mimi sijakuzoea hivyo. Hebu niambie ukweli. Mwanzo ulikuwa na kazi yako lakini hapa unakuja kwa wakati. Kwani kuna tatizo lolote? Sio kwamba nilikuwa niko busy nimetungwa na kazi. Sasa tena unataka kuniuliza nini? Mtu mwenyewe anakuneuma na hali ukopo nayo. Bado tena unataka kuyajua mengi. Na ukiendelea kunichokonoa hivyo vitu ambavyo unavichimbua unataka kuvijua, nitakuacha. Nishakwambia nilikuwa busy, elewa. Kipofu. Hilo swala Faza umenikumbusha jambo moja zuri sana. Na inabidi nikamwambie Zogo. Ila sawa kwa gambishi mbishi. Sasa mtakavyokwenda kumwambia nitakupa jibu. Akibisha basi na wewe nenda kamueleze hilo swala. Mimi na imani Zogo hawezi kukataa. Basi Faza, kazi njema bwana. Mimi ngoja niende. Basi sawa, haina taabu mzee. Haya, haina shida. Safari njema. Haya.
namfuatilia kwa muda mrefu sana, ila najikuta tu na nishaanza kumpenda. Sijajua tatizo nini. Nilikuwa naomba ushauri wako. Lakini usina mahusiano yako. Alafu usitoshi kaka watu wanakupenda sana. Kwa nini umfanyie hivi? Najua. Ila sasa hivi yani naona kama ashakuwa mzigo kwangu. Alafu pia kila kitu mpaka nimfanyie mimi. Mimi nachoka. Je, yule ulompata akipata matatizo kama yale itakuwaje? Utabadilisha ngapi? Tatizo moyo wangu unajikuta unampenda sana. Ndio maana inakuwa hivyo. Ila acha tuone tavukua mbele ya safari. Haya sawa. Wewe tunaenda kupumzika. Haya. Mungu. Yaani hapa nazidi kuchanganyikia. Maana unaofanya ni ufujaji wa pesa. Hivi vitu vyote hivi umenunua kwa ajili ya nini? Ya mgonjwa huko na kitu kingine. Juzi tu mama ametoka hapa, umenunulia vitu kama hivi na bado ukampa hela. Mimi mke wako nimekuomba pesa mume wangu. Umeniambia una leo hii umenunua vitu kama haya yote na bado umempa hela. Mgonjwa huyo anaona kitu gani mpaka ununue vitu vyote hivi? Hivyo vitu ulivyonunua na pesa inayotaka kumpelekea mgonjwa, hivi unahisi kweli ina thamani kiasi gani au pesa unaomba wewe? Isitoshe hivyo vitu unavyovichukua mimi nimeamua kumpelekea mama na hii pesa nampelekea mama kwa sababu anipigia simu anaumwa. Kwani kuna ubaya? Ubaya hamna. Lakini mimi ni mke wako. Unahitaji pia unisikilize. Nimekuomba hela umeniambia hauna. Mama ametoka juzi umempa hela umemfungashia na vitu. Bado leo hii tumenunulia mavitu na bado unasema hiki kiasi nenda kumpelekea mama. Kweli mume wangu? Na mimi ni mkeo, unisikilize na mahitaji yangu binafsi. Umekuja muda mwafaka. Tunaweza kuondoka. Sawa. Hamna shida. Ila ninachokihitaji mimi unihakikishie hakuna kitakachoharibika. Usijali. Utafanikiwa. Muda si rafiki. Tuwai. Sawa. Hamna shida. Tunaweza kwenda. Kipofu, kipofu, kipofu. Oh. Basi sawa. Aliyetoka juzi hapa ni mama yangu mzazi mimi Mbiki, sawa? Lakini aliyenipigia simu leo ni mama yako wewe ambaye anaumwa. Mama yangu mimi? Mama yangu mimi anaumwa? Mbona hajanipigia? Kwa hiyo hakupaswa kunipigia mimi simu anipe taarifa. Ulitaka kuambia wewe, si ndio? Angeniambia kwanza mimi mwanae. Mimi hajanipigia mume wangu. Na ndio maana siku zote nakwambia mke wangu, wewe ni mbinafsi. Kwa sababu gani? Nisikilize. Unasema angekupigia wewe mwanae. Hali unajua kabisa kwamba hata wakati tunafundishwa ndio alizungumza kwamba mama yangu mimi ni mama yako wewe na mama yako wewe ni mama yangu mimi. Lakini wewe bado unazidi kuishi kwenye binafsi. Hapana mume wangu, usifikie huko. Mungu nisamehe. Sikujua kama ni mama. Nisamehe sana. Sawa, tunaweza tukaenda.
Tuongeze basi vitu, niongeze kama laki. Kuna vitu vingine kamuongezee. Eliza, si ndio kutoka kuniambia kwamba unafungua bila pesa kwamba tusiongeze vitu vinatosha. Tena nikupe laki. Samahani, sikujua kama ni mama wangu. Samahani sana. Shogangu za siku. Safi, mambo Poa. mzima? Mzima. Niambie. Sasa nakuona peke yako. Halima uko wapi? Shoga yangu Halima kwao hayupo, na isitoshe kakake anamtafuta sana na sijui hata kaenda wapi. Siye kaka mkimbia Zogo kwa sababu ya matatizo yake? Sio kweli, kwa sababu ninachojua Halima anampenda sana Zogo. Shogangu uko wapi? Kuna mtu hapo ananizingua sana kuhusu ile mchezo, kwa hiyo ndo naenda kumwangalia hapo, maana kila nikimtumia mtu mara hayupo mara hivi, kwa hiyo ndo naenda kumwashia moto. Yaani hapa sasa nikimkuta atanikoma. Shogangu. Mimi kwanza mkusuka huko. Poa. Haya. Poa, baadaye. Nero, Ndio ndugu yangu. Halima amebadilika sana, tofauti na vile mimi nilivyomzoea. Mabadiliko blaza yameanza kabla au siku hizi 2-3 tu? Hata sielewi, naona ghafla tu amebadilika. Ukiona mabadiliko katika mahusiano blaza, wanda ikawa Halima anachukulia udhaifu wako wa ulemavu wa macho kama fimbo ya kuchapia. Lakini mimi mbona bado nampenda sana Halima na sijafikiria kumsaliti. Kama huwezi kumsaliti blaza sawa, ila wewe huenda akaweza, kwa sababu hamkuna chochote anachokipata kwako sasa hivi kutokana na hali yako blaza. Unanivunjia heshima, si ndio? She. Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Heri shekhi. Alhamdulillah. Vipi? Mbona haraka hivi? Naelekea msikitini kidogo Masjid. Naenda Masjid. Unajua siri kidogo. Hiyo jina linakuwa gumu kidogo kulinyosha. Sasa mimi naenda zangu hivi kwa ndugu yangu, naenda kumcheki kidogo. Vipi? Mbona jambo letu kimya? Ina maana haja kutafuta? Hapana, wiki 3 sasa hivi shayujua. Kweli Halima haja kupigia simu? Hajanitafuta hata. Nimeshamaliza. Mimi nimemaliza kabisa. Tena sasa hivi niko busy sana, nikiamka msikitini, nikirudi ninajisomea vitabu vya Mungu. Yaani nipo busy kabisa. Sijajaribu tena kuongea nayo. Kama hajakutafuta, subiri nikimuona. Ila ondoa hofu. Mimi nishamaliza. Yaani mimi unajua kumaliza, mwana mmoja akishakwambia kamaliza, ujue kamaliza kweli. Yaani wewe tu mchai, wewe tu. Mimi nishamaliza na mimi ndo kaka, ujue mimi ndo baba. Yaani unataka kumaanisha kuwa shemeji yako mimi anihitaji kutokana na mapungufu yangu ya mimi kuwa kipofu. Na sifikiri kama iko kitu anawezekana wakakifanya. Na mpaka naongea hiyo kauli, maana yake umemshushia heshima. Na mimi umenidharau. Brother, nisamehe mimi. Nilikuwa najaribu kukwambia tu ukweli. Lakini kama nimekukwaza brother, samahani, naomba nisamehe. Ongea vitu vyote lakini sitaki uongee kuhusu Halima. Mimi nimekwambia wewe, sio nipo wewe ushauri. Mimi nimekupa taarifa ili ujue kitu gani kinachonichanganya kwenye akili yangu.
lakini mapungufu yangu ndio sio sababu ya kuniambia Halima anabadilika kwa sababu ya hiyo. Unanikosea bro. Nisamehe. Kwanza ushaniuzi. Ongea vitu vyote lakini usije kaongea kuhusu Halima. Basi sawa, mimi niseme sawa. Na imani atanitafuta labda siku mbili hizi, wala usijalishe. Basi ngoja mimi niwahi hivi. Haya basi ile mipango. Shaka yangu vipi bwana shemeji bwana Mlamu? Nyumba Diamond ile sasamba chibuyo sasamba toe masikia ida mshikaji wangu wetu. Sawa, ngoja tuangalie hapa kilichokuepo. Namba si ile ile? Ile 0782767690. Yaani rahisi. 82767690. Sio 60. 90. Waziri Kondo. Basi sawa. Kweli. Niona message. Basi sawa, haina shida. Hamna shida. Basi sawa, naenda kumwona mtoto wa shangazi yangu hapo chini. Anaumwa, ni binamu yangu anaitwa Zogo. Kwa hiyo naenda kumtizama kidogo. Zogo? Vipi unamfahamu? Hapana. Basi haina shida sheba. Sawa, ila mimi nishamaliza ndugu yangu. Haina tabu. Yule wako bwana. Sawa. Yaani siku yote hata nikikufumania ndani, yaani nikikukuta naye ndani, hamna cha mkeka. Yaani mimi ninamaliza kila kitu, mimi ndo kaka. Mimi full stop. Mimi kama nyumba, mimi nguzo. Binamu. Habari yako? Zogo. Safari ya wapi? Kuna sehemu tunaenda hivi kidogo kwa mtabibu wa tiba asili kuhusu hii changamoto yangu. Lakini nakumbuka kwamba juzi tu nimetoka kwako na tumezungumzia kuhusu changamoto yako. Na nimekwambia tusubiri kwamba kuna rafiki yangu anarudi. Akifika kuchukwenda akakufanyie uchunguzi ili tujue shida ni nini. Unaamini mali za kishirikina Zogo? Kikubwa anachokihitaji mimi niweze kuwa salama. Haijalishi njia gani ninayopitia. Sasa unaponikataza na mimi nahitaji kuwa uhuru, napata vipi huo wokovu kuhusu maisha yangu? Sasa mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Mguu unaoona nilikuwa nakuja nyumbani kwako. Kwa sababu ujuzi uliniambia una changamoto nyingine ukiachana na hiyo changamoto yako ya macho. Sasa utachagua kurudi na mimi nyumbani kwako ili kwenda kutatua changamoto yako au kuondoka na udada katika safari yako unayotaka kwenda. Zogo, nenda msikilize binamu yako. Wewe nenda. Sawa, hamna shida. Dada, asante kwa msaada wako. Endapo kama siku tutahitaji zaidi msaada wako, basi tutakutafuta. Sawa, usijali. Kipofu